From Likoni, Mombasa to the world. Hii ni Mafans Mtaani. Subscribe, follow Mafans Mtaani KE. Mambo vipi mtazamaji? Karibu sana katika show yetu upendwa ya Mafans Mtaani. Tuko ndani ya Likoni hapa maeneo ya military na tuko na vijana wetu hapa wanaharakati, wachapakazi. Tunataka kuwasikia leo wako na maoni gani ama wako na mambo gani ya kutuelezea. Ndio, karibuni sana. Tukianza na brother hapa. Yes bro. Ndio. Unaitwa nani? Mimi naitwa Makame, mtaani hapa ananiita Samaki. Ndio, huu ni Mr. Makame ke Samaki kwa jina la mtaani. Ndio, sasa Mr. Makame, hebu tuambie kwanza, naona tuko katika mfungo. Wewe ndugu yetu ni Muislamu, sio? Ndio, mimi ni Muislamu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama hivi unavyoniona, na bado tunazidi kusukuma siku. Ndio, Mungu atatujalia tutafunga saumu makbul wa Ramadhan Karim. Ndio, sasa miongoni mwa masuala ambayo ningependa utuelezee Mr. Samaki. Bana, sijui labda hapa katika kijiwe chetu cha military pengine kuna changamoto zozote tunazipitia sisi kama vijana ama kama wafanyakazi, wafanyabiashara, shaona. Sijui pengine kuna changamoto zozote kiserikali ama za kimaisha, labda utufafanulie pengine. Changamoto ni nyingi tunazokumbana nazo kulingana na sisi kama vijana maskani ama wachapakazi. Kwanza mimi ni mwanaharakati wa bodaboda. Na katika mitikasi inayopitia mpaka dakika sasa ni katika serikali yetu. Serikali yetu ina mikakati mingi sana inatupangilia, lakini katika ule mwongozo ndo hatujapata msimamo kamili. Sijui wewe waweza nieleza vipi labda, au unataka kivipi? Ndio. Sasa pengine tukiwa wazi, labda tungependa serikali iingilie kivipi katika hili swala la sisi kama vijana ama wana bodaboda. Serikali pengine tufanyie nini ama itu pengine ni kisheria, ni kimazingira ama ni labda utufafanulie zaidi. Pengine sheria ndo zinatubana chaona ama masaa ya kufanya kazi ama vitu kama hivyo. Yani changamoto yako kubwa sana wewe kama mwana bodaboda ni gani? Mafuta pengine? Mimi kama mwana bodaboda, harakati nazozipitia ni kwamba sheria zinatubana sana na ujuzi tunao sisi kama vijana, ila sasa katika upangiliaji ndio kidogo tunadorora sisi wanaharakati, kwa sababu kutangaziwa tunatangaziwa, ila katika kujipangilia kama wana bodaboda, kama mimi bodaboda, kuna sheria nyingi zinanikabili kunizuia, kwa sababu ujuzi ninao ila vibali sina. Na mpaka dakika ya sasa nimepata ujuzi kidogo wa driving, lakini hapa kule na kulingana na serikali yetu vile inavyotaka, inasema kwamba huu ujuzi unapeanwa bure kwa vijana ili kuimarisha au kuboresha maisha yao. Ndio, kwa hiyo kwa ufupi serikali labda serikali mimi ningependa kwanza ituongezee elimu, na ikiwezekana ituunge japokuwa makundi hata watu 20 na ihakikishe kwamba hawa vijana watapata vibali vao kwa haki na ajira zitapatikana. Lakini ikiwa hivi tunavyokwenda kwamba leo mnakuja mnachukuliwa vijana maskani, mnaulizwa 1 2 3, baada ya hapo mnadanganywa 50 100, imeisha. Baadaye sisi ndo tunaumia kule barabarani. Kulingana na viongozi wetu wao wanakuja wakitudororesha sana hapa, wakitudanganya vijana, tusongeeni huko, chukueni 50, chukueni 100, wakisema kwamba wanatuwekea maendeleo, lakini maendeleo mpaka dakika sasa hatuyaoni. Sana tukisisitiza kwenye hao wanasiasa wanatutumia sana vibaya brother. Kwa hivyo tungeomba kama wanakuja na kweli wana mahitaji na sisi, basi tusimame na mwongozo mmoja na tuwe pamoja tuweze kusimamisha hili jarifa la vijana. Vijana wana ujuzi mwingi sana na wana fikra nyingi wanazotaka, ila maendeleo hayapatikani bro. Kikubwa tunacholia nacho, tunalia na maendeleo ya vijana. Mimi kama kijana kwanza nalia na maendeleo ya vijana. Nahitaji vibali saizi, nahitaji mahesabu mengi sana. Mimi pia ni kijana na ni mzazi, kwa hivyo kuna vitu vingi nakabiliana navyo. Endapo nafanya kazi zangu nazuiliwa, na ni asubuhi pengine nimeamka, naanzaje pengine na ajira yangu ndio hii na sina bosi ni kama unavyoniona. Sasa kiapo nilikuwa naomba serikali tuangalie sana sisi vijana na itupe ujira wa maana. Ajira ndio tunahitaji brother. Ndio, vizuri sana Mr. Swaleh eke Samaki, ni vizuri sana umeweza kufunguka na kueleza hisia zako kwa serikali zetu, na labda pengine ujumbe wa mwisho
naona zaidi umeongea kuhusu yale matakwa ambayo unataka serikali tufanyie, na sijui labda kwa vijana wenzetu tungewaambia nini hawa sasa bodaboda wenzetu na nini, maana sisi pia lazima tuwe na msukumo fulani katika hali ya kurekebisha. Vijana wenzangu, mimi naweza wasii tupambane na tujifunge kibwebwe, tusiweze kutumika kirahisi. Tujipange, endapo mwanasiasa anakuja hapa au mwana serikali yoyote yule, tuweze kupangana naye na tuendelee naye kwa mwongozo mmoja. Tusikubali kutumika kirahisi. Chenye tunahitaji ni neema kwetu na neema kwao, tuendelee. Pia sisi baadaye tunaweza tukawa viongozi kama wao. Kabisa kabisa. Hiyo ni vizuri sana Mr. Makame, tumeshukuru sana kwa maongezi yako na kufunguka kwako. Sasa labda nirudishe mic upande wa pili kule kwa mwenzangu Mr. Chido Master, naye pia yuko na mwanaharakati mwingine kule, atuambie mawili matatu. Na Mr. Chido. Yes, asante sana. Nashukuru kwa nafasi hiyo. Nashukuru kwa nafasi hiyo sana. Tuko na bro hapa. Vipi bro? Fresh mwana. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina kamili ni Kennedy, lakini la mtaani ni DK, wanajua wenyewe. Okay, poa poa. Sasa sisi kwenye podcast yetu ya Mafans Mtaani leo tunataka kujua wewe ni fan wa nini? Mpira ama wasichana ama kitu kingine chochote, yani fan yote sport nini? Mimi ni fan wa vitu vingi. Kama gani kimoja? La kwanza mpira. Mpira. Sasa katika mpira unashabikia timu gani? Mpira tunajua timu kubwa ni Man U kama siku zote. Okay, fresh sana, hiyo iko sawa. Na sasa ulivyosema kwa uko na sports nyingine ni gani kando na mpira? Kuna mpira, kuna participating mambo na usafi nini, ushaona? Usafi pia muhimu. Kwa hivyo wao unafanya usafi mitaani ama katika jamii ama kama wewe yani individual ama vipi? Usafi sasa yani wanza nyumbani. Ukishamaliza nyumbani ndio ingia mitaani sasa. Safisha mitaani, ikifika mwisho wa siku na pumzika. Hapo unakuwa ushafanya kitu yani kwa siku. Okay. That's good. Na kitu kingine naweza taka kuuliza maybe katika mtaa wenu penye tuko saizi ni maybe ni ukishikana na vijana wenzako mnafanya usafi mara ngapi katika mtaa wenu? Kwa wiki ama kwa mwezi? Naam, usafi huwa imepangwa, hiyo ni ratiba. Kwa wiki tunapumzika siku 2. Hii weekend tunapumzika, lakini hizi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 6 tunafunga kazi. Kila siku ni hivyo. Lakini hicho kikundi kilichukuliwa na watu wa county. Sasa county ndio imetuweka mbele na tunasema shukrani, lakini bado tunahitaji kusapotiwa kivingine ili tuzidi kusonga mbele. Kwa sababu wengine bado hawajaweza kusaidika na hiyo county pia kidogo, lakini wana morali pia wenzao pia wasaidika. Sasa serikali pia kidogo iangalie vijana mtaani, kazi ndogo pia waweze kuwapatia nini. Alafu mishahara pia wazingatie, sieti vijana wafanye kazi alafu pesa pia wazee wadunge. Hiyo hatutakubali kama vijana mtaani. Yaani tukifanya kazi sawa sawa inafaa tulipe sawa sawa tufanya kazi. Kama vile contract inavyoandikwa na kwa serikali. Langu ndio hilo. Okay, asante sana. Kitu kingine maybe kuuliza kwenye hicho kikundi chenu cha watu mnafanya nao kazi ni kama kikundi cha watu wangapi? Na kikundi sio watu wengi vile, ni kama watu 6 hivi 7. 6-7. Lakini wengine wamejitolea tu kuvolunteer, lakini hawalipi, wana volunteer tu ile kusaidiana ili asione kwa wenzao tumewaacha nini. Yaani tunasaidiana yani kila njia. Tunainuana. Okay, na jina la kikundi hicho ni lajitaje kikundi chenu? Kikundi chetu chaitwa Safisha Group Mtaani. Safisha Group Mtaani. Okay, msikilizaji, unasikia kuna kikundi kwa kunaitwa Safisha Group Mtaani ambacho kinapatikana ndani ya military, ndani ya Likoni. Sasa hicho ni kikundi cha vijana chenye wanashughulika kwenye usafi mtaani, kuondoa takataka na wanahitaji support. Wanahitaji support kutoka kwa serikali, kutoka kwa viongozi wengine wote ama mtu yote mwenye ana uwezo wa kusaidia vijana wako hapa na wanahitaji msaada. Okay, na
ningependa kuulizia labda changamoto gani ambazo mwazipata katika hiyo kusafisha mtaani, mkiingia hizo siku mkisafisha, kuna kama changamoto gani, ama labda mwahitaji nini nyinyi kama vijana ili ndio muweze kuendelezesha hiyo karia yenu ya usafishaji wa mitaa, mweke mazingira safi? Naam, shukrani sana kwa swali hilo zuri, kwa sababu mahitaji bado tunahitaji ni mengi na changamoto tunapitia pia ni nyingi. Hasa wanaohusika kwa hizo kazi ndio wanapitia changamoto zenyewe. Kwa mfano changamoto zenyewe, utaenda sehemu hivi taka umezoa leo, ukienda kesho pia bado upata taka zimeongezwa. Yaani kambe wananchi hawashirikiani vizuri ili kucontrol hizi taka. Lakini ni kambi kazi tunafanya waioni. Yaani sema yani ni wanaika taka ovyo ovyo. Mengine ni vifaa vya kazi hatuna vizuri, sio nyingi sana. Yaani tunafanya kushare, kuombaomba. Yaani hatuko vifaa kama gani hivyo mnaomba, mna share kama gani? Kama wheelbarrows, gumboots, overalls, shapes hizi za kuchota michanga. Hizo sasa tunaomba saa nyingine tunakodisha kwa siku na file. Sasa pia tukishamaliza kazi saa nyingine tunajaribu kuzunguka kudondoa ili tupate hizo pesa za lipa hizo tools ambazo tumekodisha kwa siku ili kazi ifanyike na mitaa ing'are. Maanake ni jukumu letu mitaa ing'are sisi kama vijana. Maanake tulishapewa hiyo kazi sisi tufaa. Na kazi hiyo labda muliamua mufanye kwa nia yenu wenyewe, ama kuna mtu alikuja kutoka kwa serikali ama kokote akaja akawaambia bana vijana safisheni, ekeni mitaa safi, ama ni nani yani? Naam, shukrani sana. Kazi hiyo nikifuatilizia vizuri nasikia yaani nina imani kuna chairman wetu wa vijana ndo alijaribu kutuconnect. Yani alituchukua vijana akatuambia bana kuna kazi ya county cha kuwepo, akachukua vijana baadhi mpaka wasichana pia wako ndani, wanawake, yani kila gender ni kila type. Set ni wanaume peke yake, wanaume na wanawake. Sasa akatuchukua akatuweka pamoja, akatuambia ni contract, akatuambia mpaka hiyo ni pesa ngapi. Sasa ndio hivyo sasa. Na contract yenyewe alisema ni kama muda gani? Contract sijui kama ni ukweli, lakini ni kama nasikia some years. Okay, asante sana. Nimefurahi sana kwa ujumbe kama huo. Na la mwisho tu kumalizia ni kwamba unasema nini kwa hao viongozi ama serikali huko nje, mnahitaji nini, msaada gani ama nini yani kumalizia tu yani? Naam, shukrani. Kumalizia swaswa kwa viongozi wetu tuliochagua bana, ni kazi yao kuangalia vijana wako sawa kwenye mitaa. Kama kazi yao inafanyika, pesa yao wanapewa kwa time inayofaa. Kama shughuli imetokea na vijana, ni vijana apewe seti. Shughuli ni ya vijana na alafu wazee ndio apewe wafanyie kazi. Yaani sisi kama vijana tunafaa tuangaliwe. Yaani vijana wapewe kipaumbele, si ndio? Kipaumbele, tusiachwe nyuma, kwa sababu sisi ndio generation ijayo tunaijenga. Sisi ndio majenzi. Yaani sisi ndio tunainua nchi yani. Shukrani sana. Nimekupata. Okay, asante sana mtazamaji, kama ulivyosikia hapa kwa kijana wetu amesema hiyo ndo maoni yake, na tunaomba muendelee kutusapoti na kusapoti vijana pia. Asanteni sana. Ndio mtazamaji, sasa hapa naona tuko na CEO amechelewa kiasi, lakini ningependa tuambie tu mawili matatu kabla hatujafunga hichi kikao. Ndio Mr. Omar, karibu sana. Ndio, chochote cha kusema kabla ya kutufungia mkao? Mr. Swaleh pale na kijana ameongea mengi, naomba ungetumalizia utufungie kikao tafadhali. Nashukuru bana kwa kupata fursa hii bana. Kwa majina ni Omar Hassan Ali aka Ghost. Ningependa kuongelea bana upande wa serikali ama upande wa security ama upande wa polisi bana. Ndio. Kuna order zimetolewa bana na wakubwa bana, order za shoot to kill bana. Kabisa. Tukiangalia nyuma bana, kama miaka mitatu nyuma bana,
Oda zilizokuwa zimetolewa hiyo miaka ya 3 nyuma bana ya shoot to kill bana zilifanyika, watu waliuliwa bana, watu waliumia, vijana wengi tulipotea, vijana walireform na vijana hivyo hivyo bana walipotea baada ya kureform hivyo hivyo. Sasa sisi tungependa kuongea bana, kusema hivi bana, ndio hiyo denye ilikuwa imetoka juzi ya mheshimiwa maswini, nitasema mheshimiwa mkubwa nani wanaitwa Nuru Regional Commander, Coast Regional Commander, ndio tulikuwa tunaomba tuangaliliwe hiyo maneno yake. Si maneno safi kabisa, si maneno safi kabisa. Tutapoteza watu wetu na hakuna kitu tutafanya. Sina mengi bana. Okay, ni sawa. Mpenzi mtazamaji, usikae mbali, tutakuwa tunarudia tena katika show yetu pendwa ya Mafans Mtaani. Bila ya kusahau tunapatikana katika social handles, Instagram @Mafans Mtaani, Facebook Mafans Mtaani, YouTube Mafans Mtaani. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Asante sana. From Likoni, Mombasa to the world. Hii ni Mafans Mtaani. Subscribe, follow Mafans Mtaani KE.